sitachoka kuomba, kuomba, sitachoka kuomba, kuomba, sitachoka kuomba, kuomba. Maombi yanalipa, maombi ni funguo, maombi yanalipa, maombi ni funguo, maombi yanalipa, maombi ni funguo. My God, maombi yanalipa, yeah. Maombi ni funguo. Na. Yeah. Sitachoka kuomba, 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 kuomba. Maombi yanalipa, maombi ni funguo. My God, maombi yanalipa, yeah. Maombi yanalipa. Ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa, asema Yesu. Mwite tena, Baba wa mbinguni anasikia. Maombi yanalipa, maombi ni funguo. Hallelujah. Na. Na. Rakasata ribosita libra rikasota. Maombi yanalipa, maombi ni funguo. Maombi yanalipa, maombi ni funguo. Sitachoka kuomba, kuomba, sitachoka, yeah. Mwite tena, Baba wa mbinguni, yeye anasikia. Mwite tena, Baba wa mbinguni anasikia. Maombi yanalipa, maombi ni funguo. Yeah. Ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa, asema Yesu. Mwite tena, Baba wa mbinguni anasikia. Maombi yanalipa, maombi ni funguo. Maombi yanalipa, maombi. Asante Bwana. Sitachoka kuomba, sitachoka kuomba, sitachoka kuomba, sitachoka.
Na mtazamaji wa kipindi kizuri kabisa cha Maisha ya Kuabudu, Worship Life, karibu sana. Kama ndio kwanza kabisa unajiunga pamoja na sisi, kipindi hewani ni Maisha ya Kuabudu, Worship Life. Na dakika chache zilizopita ulikuwa ukimtazama na kusikiliza huduma hii ya uimbaji kutoka kwa mtumishi wa Mungu PC Bisimu, ambaye leo tumepata bahati ya kuwa naye kwenye kipindi chetu hichi kwa ajili ya kuweza kuabudu, lakini pia kurudisha shukrani kwa Mungu wetu wa mbinguni, ambaye yeye amekuwa chanzo cha kila kinachoonekana na hata vile ambavyo hatuvioni pia, na kila sababu ya kurudishiwa sifa na utukufu kwa ajili ya matendo makubwa ambayo anayafanya kwako wewe, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye familia yako pia alikadhalika. PC, shalom. Shalom Limwai. Amina, na nimefurahi sana kuwa pamoja na wewe siku ya leo na kuwa sehemu ya kipindi hii. Imekuwa ni historia kwetu, wewe kuwa ni msanii au tuseme muimbaji wa kwanza kabisa kwenye msimu wetu wa kwanza wa kipindi chetu cha Worship Life. How do you feel? Ukweli ni kwamba najifeel vizuri. Ninafurahi sana kwa sababu Mungu amenisaidia kuwa mgeni wa kwanza kwenye kipindi hiki. Afu kipindi kina jina zuri sana, Maisha ya Kuabudu. Kumbe kuabudu ni maisha. Kuabudu ni maisha. Safi sana. Sawa kabisa PC. Sisi tumekushukuru sana kwa kuwa hapa. Ndio. Na tumetamani sana mtazamaji ambaye anatufuatilia aweze kufahamu mawili matatu. Kwanza nikupongeze. Ninajua hujaanza leo. Ndio. Wala jana kumtumikia Mungu. Una kipindi kirefu, mimi nimekufahamu na si mara yangu ya kwanza kukutana wewe. Kidogo ninafahamu safari yako ya huduma. Amen. Kwa nikupongeze sana. Kuna ambao wanaanza lakini hawaendelei. Lakini wewe Mungu amekupa hiyo neema, umeanza na unaendelea. Hongera sana kwa hicho. Namshukuru Mungu sana kwa sababu Mungu amenisaidia mpaka hapa nilipo. Ni Mungu amefanya. Amina. Hivi karibuni mwaka jana tuna taarifa kwamba ulifanya live recording kwa mara ya kwanza kabisa. Tuambie changamoto zilikuwaje, lakini pia experience yako ya kufanya live recording kwa mara ya kwanza. Nimefanya ibada mwaka jana tarehe 15 Disemba. Ukweli ni kwamba haikuwa rahisi. Ni Mungu amenisaidia. Mambo yalikuwa ni mengi, vita sana. Ikumbukwe tu kwamba ibada hizi zinakuwa na vita sana. Kila kazi ya Mungu ambao Mungu mwenyewe ni mwanzilishi, lazima vita viwepo. Kwa hiyo nilikuwa na vita vikubwa, lakini Mungu amenisaidia. Tumefanya ibada, imekuwa powerful, watu wamebarikiwa na tumemwona Mungu. Changamoto zilikuwepo kwa sababu kama hauna pesa, kuna vitu vingine unakuwa una miss, unakwama, vikwazo. Lakini pesa zikiwepo, vile vikwazo vinakuwa vipo mbali. Lakini sasa kazi ya Mungu hii inakuwa ina vikwazo vingi kwa sababu adui pia hataki Yesu ainuliwe. Ndio maana anakuwa nazuia uchumi wa watu ili watu wasimwabudu Mungu vizuri. Okay. Watu wasimwabudu vizuri Mungu wetu. Bado tuna muda wa kutosha hapa na najua mtazamaji wetu angelitamani kufahamu nyimbo kadha wa kadha. Leo umeshakwisha kuimba nyimbo ya kwanza hapo. Hiyo nyimbo inaitwaje? Ni wimbo unaitwa Maombi. Maombi. Kwa nini maombi? Maombi kwa sababu maisha haya bila maombi vitu vingine huwezi kupata, au kuna mahali huwezi kufika bila maombi. Ndio kwa maana nimeimba maombi. Lakini pia maombi ni maisha kama vile kuabudu ni maisha. Sawa, hapo baadaye nitarudi baada ya kupa nafasi ya kuweza kuimba nyimbo mbili za kumalizia. Tutakuja kuzungumza kwa pamoja na nafahamu pia waimbaji wa nyimbo za Injili, watu ambao unafanya nao huduma pamoja, ambao wanakufahamu na wale ambao hawakufahamu. Watatufuatilia na watafahamu mjadala wetu wa siku ya leo, tukiangazia masuala mbalimbali ya uimbaji. Karibu sana. Jua lizame, mwezi utoke, nitakuabudu. My God. Jua lizame, mwezi utoke,
nitakuabudu. Jua lizame, mwezi utoke, nitakuabudu. Baba, jua lizame, mwezi utoke, nitakuabudu. Jua lizame, mwezi utoke, nitakuabudu. Toka mawio hadi machweo, jina la Bwana limetukuka. 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 Jua lizame, mwezi utoke, nitakuabudu. Baba, jua lizame, mwezi utoke, nitakuabudu. Nibaki na wewe, nibaki yatima, nitakuabudu. Bwana, nitakuabudu, nitakuabudu. Hata wote waniache, Bwana wangu, Bwana wangu, nitakuabudu. Nipate nikose, Baba yangu, wewe ni Baba yangu, nitakuabudu. Uwe umejibu, uwe hujajibu, Baba, mimi Baba nitakuabudu. Jua lizame, mwezi utoke, nitakuabudu. Jua lizame. Oh Jesus. Ndani ya mapito yangu, ndani ya mapito yangu, nilizidi kukuamini. Hata sasa umenivusha, nitazidi kukuamini. Ndani ya mapito yangu, nilizidi kukuamini. Hata sasa umenivusha, nitazidi kukuamini. Miaka mingi ya dharau umechukua, muda mchache kunipa heshima. Nashukuru neema yako na kibali chako vilinibeba, ukasitiri uso wako usione makosa yangu. Yesu, nashukuru neema yako na kibali chako vilinibeba, ukasitiri uso wako usione makosa yangu. Baba, nashukuru. Ni wewe umetenda haya. Baba,
nashukuru. Umesababisha furaha yangu, Baba, nashukuru. Ni wewe umetenda haya, Baba, nashukuru. Baba, umesababisha furaha yangu, Baba, Baba, nashukuru. Baba, nashukuru. Baba, Baba, nashukuru. Baba, Baba, nashukuru kwa yote umetenda. Umenisaidia Baba, Baba, nashukuru, nashukuru. Sikia, katika machungu Bwana ametoa matamu, changamoto zangu zilisikia sauti ya Bwana wa majeshi, zikaondoka. Nipo huru, kumbe adhabu haingani bila kupita kwenye moto. Yesu, nashukuru. Yesu, nashukuru. Ndani ya jangwa ukanipa maji, bahari ya Shamu ikachia njia. Bwana, adui zangu wakaachia njia. Bwana, nashukuru. Ni wewe, ni wewe umetenda. Baba, nashukuru. Umesababisha nimesimama tena. Baba, nashukuru. Katika machungu Bwana ametoa matamu. Hivi na sauti ya kuimba pisi kweli? Ndio, Lemwai MC una sauti ya kuimba. Okay. Yeah. Inahitaji darasa kidogo. Maana wakati tuko off camera nilisikia mtu anakuita mwalimu. Sasa kumbe haitoshi tu wewe kuhudumu katika eneo hilo. Yeah. Una huduma nyingine ya kufundisha bila shaka. Mungu amenisaidia pia, ninajitahidi angalau kwa sehemu kufundisha. Basi kwenye hiyo sehemu ndogo inabidi mimi niwe mwanafunzi wako. Wewe sio mwanafunzi kwa sababu pia wewe ni mwalimu kwenye upande huu wa sauti kuongea. Sawa sawa. Basi nashukuru sana. Wimbo uliotoka kuwimba dakika chache zijazo, kama si nyimbo mbili basi nyimbo moja hiyo. Wimbo unaitwaje na kwa nini tuliimba huo wimbo? Kwanza nimeimba wimbo jua lizame mwezi utokee nitakuabudu. Kwa hiyo hata niwe kwenye changamoto gani, hata nijikute nimeachwa na watu wote, nibaki na Mungu tu, nitamwabudu Mungu. Okay. Hata itokee nipo wapi, katika jangwa kubwa, katika giza nene, nitamwabudu Mungu. Okay. Ndio maana nikasema jua lizame mwezi utokee nitakuabudu. Nikose pesa nitamwabudu, nipate pesa nitamwabudu, nikose magari nitamwabudu, nikose vyote vya dunia hii nitamwabudu. Kumbe kuna wakati ambao kwenye maisha tunapata na kukosa na
tunakuwa tunamwabudu Mungu pale tunapopata. Pia tukikosa ni kama tunajisahau kwamba bado ni wajibu wetu kuendelea kumwabudu Mungu hata katika kukosa kwetu. Kama nataka kukuelewa ndicho unachotaka kukimaanisha. Namaanisha hivyo, maana hata kipindi ni kwamba jina ya kipindi maisha ya kuabudu. Worship life. Worship life. Yes. Ni kwamba popote pale ulipo mtu wa Mungu utamwabudu Mungu. Uwe unaumwa, uwe una afya, uwe una nini, uwe ni yatima, uwe huna sijui huna kitu chochote, Okay. Utamwabudu Mungu. Na ukiwa na magari pia, ukiwa ni tajiri, ukiwa ni mtu mkubwa, ukiwa ni famous, ukiwa ni mtu ambaye unajulikana sana, utamwabudu Mungu. Hiyo imekaa vizuri pia. Na tukija kwenye wimbo wa pili ambao umemalizia na shukuru. Tupe kidogo story ya huo wimbo. Wimbo na shukuru ni wimbo nimeuandika mwaka jana. Wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe. Okay. Namshukuru Mungu, Mungu amenijalia pia kuandika na kuimba. Sawa. Maana kuna wengine kuandika ni changamoto kidogo. Ni kweli. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa kunipa kipaji cha kuandika pia na kuimba. Okay. Wimbo huu nimeuandika nikiwa kwenye mazingira fulani hivi magumu. Nilikuwa sina hela kabisa. Lakini nikasema nitakushukuru hata kama sina hela. Nitakushukuru. Na pia ilikuwa ni mwisho wa mwaka, tunahitaji kupata chochote kile kwa ajili ya familia, kwa ajili ya vitu vingine vifanyike, kwa ajili ya ibada pia tulikuwa naandaa recording. Sasa nikawa sina hela, lakini nikasema wacha niimbe wimbo wa kushukuru. Nashukuru. Kitu ambacho ni kigumu pia kwenye maisha ni kushukuru, hata katika nyakati zile ambazo kimsingi unakuta si nyakati za kushukuru, kwa sababu ukiangalia hakuna cha kushukuru. Lakini unatakiwa umshukuru Mungu pia katika kipindi hicho. Ni kweli. Hata kwenye magumu, sijui, unajua ndio maana nimesema nimeandika wimbo huu kipindi ambacho mimi nina changamoto ya pesa. Na nilikuwa namhitaji Mungu sana. Kwa hiyo nikaamua niandike wimbo na shukuru. Nikumwambia Mungu kwamba hata kama nimekosa, ninajua kesho utanipa. Yes. Nimekosa kweli, sina hela, lakini nashukuru kwa afya, nashukuru kwa mengine umetenda, nashukuru. Na ndivyo ambavyo mimi naamini kwamba kadiri tunavyoshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda, acha yale ambayo hajatenda pia, kwamba tunapaswa kushukuru. Ndivyo ambavyo pia tunafungua milango ya baraka pia. Kabisa. Kwa sababu naona wana mwanangu ameshukuru kwa kidogo, basi hata kwa hichi kikubwa acha nifanye kwake. Ni kweli. Sasa sisi umetoka kuzungumza machache hapo kwamba Mwenyezi Mungu amekupa hiyo neema na hiyo karama ya kuandika, lakini pia na kuimba. Ndio. Kuna hii changamoto ambayo tuko nayo sasa hivi ya baadhi ya nikisema waimbaji wa nyimbo za Injili kutokuwa tayari kuona nyimbo zao wenyewe ambao wameziandika, lakini pia wameziimba, na kwa namna moja ama nyingine pia zimekuwa na impact kwenye maisha ya watu, kwa maana ya kwenye badiliko la kiroho. Hawako tayari kuona mtu mwingine anakuja anafanya cover. Hilo kwako naamini si jambo geni. Upi mtazamo wako kwenye hilo? Mtu anatoa wimbo afu anakataa watu wasifanye cover ya wimbo wake. Yes. Hii nafikiri kwamba ni kwetu tu Tanzania ndio hichi kitu kipo. Okay. Na sio kitu kizuri, kwa sababu Mungu akikupa wimbo sio wa kwako tena. Wimbo huu utahudumia watu wote. Awe mtu ameokoka au hajaokoka, wimbo utamhudumia. Sasa ukikataa mtu asifanye backup, ni kama unakataa wimbo huu usiucheze nyumbani kwako. Okay. Kwa sababu kama leo hii tunataka watu wafanye challenge ya nyimbo zetu, ni kama ile cover tu. Unamwambia mtu naomba unifanyie challenge. Ni kwamba naomba unifanyie cover. Sasa wewe unakataa mtu asifanye cover, lakini unataka afanye challenge. Nafikiri kwamba sio kitu kizuri. Kwa hiyo cover inakusaidia wewe ambaye uliimba uendelee kujulikana zaidi. Na pia inakusaidia ujione kwamba kumbe na mimi kuna watu wanapenda ninachokifanya. Namna hii inapendeza. Inatia moyo kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hawa ambao wao wamepokea jambo hilo kwa mtazamo hasi, nini kinapelekea wao kuamini hayo ambayo wanaweza kuyaamini, hata kuweka hilo zuio? Nafikiri kwamba kwa wale ambao hawataki wafanye nyimbo zao cover, ni kwamba tu labda wanafikiria huyu mtu akifanya wimbo wangu atakuwa famous, atajulikana zaidi ya mimi kuliko yeye. Lakini sio kweli. Wewe ambaye Mungu amekupa tayari
kipaji kile cha kuandika na wimbo ukatoka, ninaamini kwamba mbingu zimekuamini zaidi na watu wameshajua kwamba ni wimbo wako. Okay. Hata kama akifanya cover anaweza akajulikana, lakini watakutafuta wewe ambaye uliimba wimbo. Watataka kujua aliyeimba wimbo huu ambao original kwamba ni cover, aliyeimba aliimbaje, unazidi kufahamika zaidi. Lakini kwetu Tanzania mtu akifanya wimbo wa mtu mwingine inakuwa ni kesi, inakuwa ni changamoto. Na kuna watu labda umeshasikia kesi, labda unakuta mtu ameshachukua kabisa hatua dhidi ya yule ambaye amejaribu kufanya cover. Mimi nimewahi kusikia kabisa wengi. Kwanza kuna ndugu zangu mimi ni mabraza, ni marafiki, nimewahi kumuuliza braza, hivi kwa nini utakagi mtu afanye cover ya wimbo wako? Akanijibu akasema, peace, sitaki kwa sababu najua anaweza akafanya vizuri. Lakini sasa akifanya vizuri anataka pate jina kupitia wimbo wangu. Sasa sitaki. Hayuko tayari. Kwa hapo tunaenda kwenye majina sasa, maarufu sasa. Maarufu. Siku nyingine tutajadili hicho. Nyingine tutajadili hicho. Lakini naamini kwako wewe hauko tayari kufanya hivyo. Naamini bado Mungu ana safari ndefu na wewe kwenye huduma. Pisi wa miaka 2-3 iliyopita, naamini sio huyu niliye naye hapa kabisa, na hata kuwa huyu wa miaka 4, 5, 6 ijayo. Sasa mimi nilikuwa nataka nipate pia angalau maoni yako kwa hawa ambao wanafanya hivyo. Kwa wale ambao hawataki wafanye cover za nyimbo zao, mimi ni ombi langu ni kwamba mtu wa Mungu, huduma ambao Mungu ameweka ndani yako sio hatimiliki. Sijui nimezungumza vizuri? Yes. Sio hatimiliki. Ni kwamba ni neema tu ya Mungu. Mungu amekukopa hicho kitu ukifanye tu kwa muda fulani. Chini ya jua hatujaja kuishi umilele. Tunaishi kwa muda fulani afu tutaona. Ni kweli. Ndio mfano wa kina wazee wetu kina Sedekia wale walifanya sana, waliimba sana kwa sehemu yao wakaondoka. Na unakuta nyimbo zao zinaimbwa makanisani, watu wanafanya cover na hamna mtu ambaye anasema kwamba atamfuatilia kwa nini umefanya wimbo huu. Kwa sababu wale watu walikuwa naamini kwamba kazi hii sio ya kwangu mimi, ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo kwa wale ambao ndugu zetu ambao wameshapata neema ya kwenda juu, wakifanya cover yako, mtu wa Mungu, ni baraka kwako na ni neema kubwa, kwa sababu mtu akifanya wimbo wako basi anakukubali sana na anakubali kile ambacho kipo ndani yako. Kwa hiyo nikuombe tu, mtu akifanya wimbo wako usione kama anataka kupata jina kwako. Okay. Hatafuti jina kwako, lakini anafurahia vile ulivyofanya na anataka tu arudie kile ulichokifanya. Maana anaweza akaandika wimbo na naimba sawa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini akirudia wimbo wako basi anafurahia kile unachokifanya. Si kwa maana ya kwamba nani harekebishi makosa yale ambayo yanaonekana kama ni makosa, hapana, ila tu sawa. Usije ukafikiria kwamba anataka kukurekebisha kwamba hujui kuimba, hapana. Anataka tu watu wengine wabarikiwe zaidi. Okay. Sawa Pisi, umezungumzia mambo muhimu sana hapo, na kwa sababu ya muda nimalize tu na hili kwamba umezungumzia swala la umaarufu hapo. Kuna hii shida ambayo pia ipo kwamba unakuta mtu nyimbo yake imeenda sana mpaka unakuta inafikia tu watu wanatamani kufanya hizo challenge, lakini pia wanatamani kufanya cover. Mbali na kuwepo na vikwazo, lakini unakuta msanii hafahamiki, lakini pia kwa namna moja ama nyingine labda unakuta hanufaiki kwa in terms of cash, in terms of money. Tunafahamu kuna watu wanaweza kualika mahali mkafanya huduma na wakawapa fedha, kwa maana ya sio kuwalipa, lakini ile kusupport tu nauli na vitu vingine. Wewe binafsi unajisikiaje pale ambapo nyimbo zako zinaimbwa lakini pia in one way or another wewe unakuta haunufaiki in terms of cash? Na watu hawakujui pia. Sawa. Nyimbo unaziimba sawa na zinaenda lakini wewe hawakufahamu na upati chochote. Unaweza ukaingia hapa Mlimani City ukatoka, watu wasifahamu kwamba Pisi ameingia hapa, lakini nyimbo zako unakuta zinaimbwa. Sasa nizungumze tu hivi kwamba tunaishi chini ya jua kwa kusudi la Mungu. Kuna wengine walipata neema ya kuimba na wakajulikana. Okay. Na kuna wengine wanaimba lakini hawajulikani. Na kumbuka kuna wengine wanaandika tu lakini kuna mtu mwingine anakuja kuimba. Okay. Kwa kuna watu nyimbo zao zina hiti sana, lakini kuna mtu anamwandikia huko juu. Sasa wewe ukiimba afu nyimbo zinaenda upate chochote na hawakufahamu,
usije ukavunjika moyo. Usivunjike moyo. Wewe upo kwa kusudi, na ninaamini kwamba Mungu ana kusudi lake katika kile ambacho anakifanya. Mimi kuna wakati Mungu aliniambia Peace, usifanye hivi ama usifikirie hivi kwa sababu ninakuficha kwa ajili ya utukufu wangu. Kwa kuna vitu vingine Mungu anavifanya kwa ajili ya kukulinda wewe na kwa ajili ya kukuepusha na mambo mengine. Unaweza ukasema sipati chochote, afu ukianza kutumia nguvu unaenda njia nyingine. Sasa wapi kule, sijui ndo unatafuta nguvu zile za kukufanya wakufahamu sasa kwamba ndo wewe, ijapokuwa ulikuwa unaenda vizuri tu na Mungu atakutambulisha vizuri, lakini kwa wakati. Lakini wewe unasema mbona naimba sana, nyimbo zinaenda lakini sipati. Inabidi nipate. Ukitaka kutumia nguvu unapotea. Na mtazamaji wa Sunet Television, tunafika tamati ya kipindi chetu cha maisha ya kuabudu. Msimu wa kwanza huu ndo tumeanza kwa nguvu kabisa, na tumepata bahati ya kuwa na mtumishi wa Mungu PC Bisimu ambaye tumemaliza naye kwa session ya mwisho. Lakini nikukumbusha kidogo tu kwamba mwanzoni pale kabisa tulikuwa pale kanisani, ambapo tulikuwa na wakati mzuri wa kujifunza maneno ya Mungu. Na tulikuwa na mtumishi wa Mungu Prophet Simon Karisma, na tumejifunza mambo mengi sana, na hakika ya kwamba wewe ambaye ulipata bahati ya kuweza kutufuatilia toka mwanzo, kuna kitu ambacho umekipata, kuna namna ambavyo umejengwa. Chukua hayo na hakikisha unayaweka kwenye vitendo. Mimi naitwa MC Lemoy, kwa niaba ya timu nzima ya Sunet Television na timu nzima ya Worship Life ambao tulikuwepo hapa kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia moja kwa moja kutoka kwenye studio zetu hapa Mlimani City. Mimi nikutakie tu utazamaji mema wa vipindi vinavyofuata, na usikae mbali kabisa na runinga yako. Nikutakie wakati mwema. Kwaheri.